Everybody has his own testimony. Kila mtu ako na ushuhuda wake. But listen to me. Lakini nisikize. You still have the grace to prevail. Bado una neema ya kushinda. I am not you, you are not me. Sio mimi, wewe sio mimi na wewe sio mimi. I am graced. Niko na neema Kivyangu. Kipekee. To deal with my issues. Kukabiliana na hali zangu. You are graced to deal with your. Una neema. That is the reason why somebody might say something. Na ndio sababu mtu anaweza sema kitu. And you will respond and say kama ni mimi hiyo siwezi. Na utikie useme kama si. It is true you cannot. Ni ukweli hauwezi. Because it is not you. Maana sio wewe. You are graced. In a unique way. Katika njia tofauti. In a different way. Katika njia kipekee. That is why some people will do well in this area. Ndio sababu kuna watu watanawiri maeneo haya. And others will not. They can't. Na wengine hawataweza kabisa. God has given us the grace to prevail. Mungu ametupa neema ya kushinda. May you prevail in your situation. Uweze kushinda katika. I said may you prevail in your situation. Nasema ushinde kwa hali zako. Look at Nehemiah. Angalia Nehemiah. He faced some immense obstacles in rebuilding the Jerusalem's wall. Alikuwa na pingamizi kubwa sana akijenga ukuta wa Yerusalemu. Including opposition from enemies. Hata kutokana na wapingamizi wa adui. And lack of resources. Na kukosa rasilimali. Look at this. Angalia hii. This is one person that has heart. He has a heart. Ni mtu ambaye ako na moyo. He has a passion. Ako na bidii. That I want to do this for God. Nataka nifanyie hii Mungu. I will stand and rebuild the walls of Nitaanza kujenga kuta tena za Yerusalemu. I will rebuild them. Nitajenga tena. But there are some people, the enemies. Lakini kuna watu ambao ni maadui. Who are going against him. Wako kinyume na yeye. Opposing him to rebuild the walls. Wakimzuia kujenga ukuta. And I know you have haters, you have enemies. Najua uko na maadui, una watu wa kuchukia. You must be very grateful for your haters. Uwashukuru sana wale wanaochukia. You must be very grateful for your enemies. Uwashukuru sana maadui. Listen. Sikiza. Somebody look at this, the four guys. Mtu wa nne. The four guys. Watu wa nne. They brought this man. Wakaleta huyu mtu. And they dropped him. Wakamrusha. From the roof. Tokea kwenye paa. They brought him where Jesus was. Wakamshusha chini mambo Yesu alikuwa. Because the place was filled. Maana mahali palikuwa pamejaa. They couldn't pass. Hawangeweza kupita. And because they wanted their friend to get healed. Na kwa sababu walitaka rafiki yao apone. They had to remove. Ilibidi watoe paa. And take this man to Jesus. Na kumwachilia chini kwa Yesu. You see, we all look at the people, we all look at the four guys. Sisi wote tunaangalia hawa jamaa wanne. We look at the four friends. Hawa marafiki wanne. But I'm looking more than that. Lakini mimi niko na zaidi ya haya. I'm seeing more than that. Naona zaidi ya hapo. Whereby ambapo they tried to pass through the door. Walijaribu kupita kwenye lango. But they were not allowed by people. Hawakuruhusiwa na watu. If everybody were like them, ikiwa kila mtu angekuwa kama wao, they will allow them, they will give a way for them to. Wangewaruhusu wapite na huyu jamaa. But I want to believe and want to visualize this. Na mimi na pia naweka mtazamo hivi. Maybe they were told, take this man there, you are disturbing us. Labda uliwaambia peleka huyu jamaa huko mnatusumbua. We also want to hear him. Sisi pia tunataka kusikiza yeye. They were there. Walikuwepo. They want to hear. But they were not able to allow this person to pass through. Hawangeweza kumruhusu mtu kupita. They didn't make a way. Hawakufanya njia. Until these guys had to think. Hadi hawa jamaa wakawazia tena. And the only way they could get this man to Jesus was through the roof. Mbinu pekee kumfikia Yesu ni kupitia kwenye paa. When they brought him there. Walipomfikisha kwa Yesu. I was looking at this situation. Nikaangalia hali hii. There were some critics there. Kulikuwa na kutotoa makosa. There were some haters there. Kulikuwa na watu wa chuki pale. Even as much as you have removed. Hata kama mmetoa paa. He will not get healed. Bado hataweza kupona. And Jesus was reading their minds. Na Yesu akasoma mawazo yao. He knew of their minds. Aliwajua mawazo yao. How they were criticizing. Walipokuwa wanatoa makosa. How they were doubting. Namna walivyokuwa na shuku. Listen to me. Nisikize. Thank God for your enemies. Shukuru Mungu kwa adui zako. Because it is through your enemies. Kupitia maadui. That God lifts you. Mungu atakuinua. Because God must prove himself to be God. Lazima Mungu ajidhihirishe kuwa Mungu. In every circumstance. Kwa hali zote. So if you don't have haters, ukiwa kama you don't have enemies, hauna adui, it becomes so hard. Ukwe mgumu sana. It becomes so hard. Inakuwa ngumu sana. So they were doubting. Wakawa na shaka. Will he really get healed? Je, atapona? And Jesus had to do it. Yesu aliifanya tu. Listen to me, somebody in the house. Nisikize mtu kwenye nyumba. No matter
how many enemies you have. Haijalishi madui wangapi uko nao. Thank God for them. Shukuru Bwana kwa madui. Don't fail to pray for them when you go to sleep. Usiache kuombea ukienda kulala. When you wake up, remember them. Ukiamka tena wataje. Remember them. Wakumbuke. You know, and just thank God for them. Na ushukuru Mungu kwa ajili yao. Because it is through them maana kupitia wao that God has to do whatever is doing in your ya life. kwamba Mungu atafanya kila ambacho anahitaji Are we kufanya. talking somebody in the house? Naongea na mtu kwenye nyumba. Si kwa mtu kusema tunaua. You know those days, those years. Unajua hizo miaka, hizo masiku. I could see George burying his enemies. Niliona akizika madui. Nani? I saw him burying his enemies. Akizika madui. We bury. Tunakuzika. We bury. Tunakuzika. Then you come on top and you step on the. Alafu nakanyaga juu yao sasa. Umeshawazika. Shawazika umemalizana nao. Listen to me. Esikize. He prepares a table. Anaandaa meza. In the presence of. Machoni pa. In the presence of. Machoni pa. In the presence of. Machoni wa. So the bigger the number, wanapokuwa katika idadi kubwa, the bigger the table. Basi chakula pia ni kingi. Meza ni kubwa. Are we together somebody? The bigger the enemies, the bigger the number of enemies. Madui wanapokuwa wengi katika idadi, the bigger the table. Meza pia ni kubwa. For John to where God has called you. Ukaweze kuendelea mahali ambapo Yesu Focus on the calling of God. Angalia kwa wito wa Mungu. No man called you. Hakuna mtu alikuita. It is God. Ni Mungu. And he alone will keep you. Na yeye peke yake atakuhifadhi. Stand your ground. Simama kidete. And see the salvation of God. Uweze kuona wokovu wa Mungu. Bury them. Waziki. We bury them. Wazika. I told you I'll never forget this thing. Naambia sitawahi sahau mambo haya. Some of the people here did there. Baadhi ya watu hapa walikuwepo hata yeye. Bury them. Tunawazika. I don't know why God always caused me to meet with this man every day. I don't know why. Sijui kwa nini adui kila siku tunakutana na yeye na tulimuzika. I look at him. Namwangalia. Are you the same? Ni wewe? Kumbe he had to leave. Sijui kwa nini nakutananga na huyo mtu. Whenever I just go ni huyu. Nikipita hivi ni huyu. Iko shida wapi? And we were like, we bury him. Tunakuzika. Heads will roll this week. Vichwa itavingirika juma hili. This God, huyu Mungu jamani. Pray for them to live. Ombe waishi. To see the greatness of God in your life. Kuweza kuona ukuu wa Mungu katika maisha yako. There must be somebody who will say your God lives. Lazima kuwe na mtu ambaye atasema Mungu wako anaishi. And the person who says that, na mtu anayesema hivyo, is because they tried something on you. Kwa sababu alijaribu kitu kwako. And they failed. Wakashindwa. They must know your God. Lazima wajue Mungu wako. They must know you carry God. Watambue unabeba Mungu. You don't just walk and ukitembea na Mungu unatembea kama kawaida. They must know lazima that you carry God in you. Wajue umebeba Mungu ndani yako. So Nehemiah had opposition. Nehemiah alikuwa na pingamizi. He tries to do this. Anajaribu kufanya hivi. They laugh at him. Wanamcheka. They criticize everything he was doing. Wanatoa makosa kila ambacho anafanya. But he still had to rebuild it. Lakini bado alikuwa na bidii ya kujenga. Hata material wakamunyima. Material ya kujenga wakamunyima. There was lack of material. Hakukuwa na rasilimali. But he still rebuilt it. Lakini bado alijenga. I came to talk to somebody today. Nimekuja kuongea na mtu leo. You are graced una neema to pass through the situation that you are passing through. Your family will pass through the situation. Jamii yako itapita katika hii hali. Because you are graced. Maana una neema. The grace of God is sufficient over your life. Neema ya Mungu juu yako inatosha. It is sufficient. Inatosha. Look at Abraham's angalia Ibrahim. Journey. Vijana wa Ibrahim. God tells him, Mungu anamwambia, leave. Ondoka. But the grace to take him more there, lakini neema ya kumpeleka pale, was ahead of him. Ilikuwa mbele yake. He was graced. Alinemeshwa kuweza kushinda. Hana, despite of her infertility, kando na kutokuzaa kwake, prayed fervently. Aliweza kuomba kwa bidii for a son. Kwa ajili ya mwana. And she kept her promise. Na akaweza kuweka nadhiri yake. To dedicate him to God. Kumtoa kwa Mungu. You shall prevail.
Utashinda. I don't know what you're passing through, Sijui ni nini but unapitia. I'm glad that you have the grace. Nina furaha uko na The neema. Bible teaches, Biblia inafunza my grace is sufficient. neema yangu inatosha. My grace is sufficient. Neema yangu inatosha. My grace is sufficient. Neema inatosha. In your situation, Kwa hali zako is sufficient. inatosha. Jesus himself, the Son of God, Yesu mwenyewe mwana wa Mungu experienced a lot of adversity. alikumbana na shida mingi sana. He endured suffering. Aliweza He kushinda endured rejection. mateso, na hata kukataliwa, He even endured crucifixion. na hata kusulubiwa, And ultimately he endured death na pia akashinda mauti just for you and me. kwa ajili yako na mimi. Whatever he endured, Lolote alishinda, whatever he prevailed against, lolote aliweza kushinda. I want to speak that grace over your life this Na day. nena neema hiyo juu May you yako, prevail in the name of uweze Jesus. kushinda kwa jina la May you Yesu. prevail in the name of Jesus. Ushinde kwa jina la Yesu. What are these adversities? Hizi shida ni gani? For you as a believer, Wewe kama muumini, I don't know what you call adversity. sijui nini unaita hali ngumu, Because our way of calling things, maana njia yetu ya kuita vitu, or the way we see things, namna tunavyoona vitu, is not the way other people see them, the way we see. sio vile watu wengine wanaiona namna So tunavyoona. to you, adversity might be something that you have been dealing with all through your life. Kwako shida inaweza kuwa ni hali ambayo umekuwa ukikabiliana nayo maisha yako yote. Paul had this Paulo alikuwa na hii thorn in the flesh. na mwiba kwenye mwili, And we are told it's not a real thorn, na tunaambiwa sio mwiba halisi, but it was the people who were going against him. lakini ilikuwa watu waliokuwa kinyume na yeye, They acted as a thorn in the flesh. walikuwa kama mwiba katika mwili. Now, I don't know what is your thorn in the flesh. Sijui mwiba wako ni gani katika I don't know mwili, what is your adversity. sijui shida yako ni But gani, every believer lakini kila muumini that believes in God, anayeamini katika Mungu they must be passing through a certain, lazima wao wanapitia or they hali fulani, might be having a certain adversity. ama wawe na shida fulani. Adversities are there. Shida zipo, Situations are there. hali zipo. Look at this. Angalia hii, The testing of your faith. kuweza kujaribu imani yako. Number one, Ya kwanza might be your adversity. inaweza kuwa ni shida yako, The testing of faith. kujaribu imani. The adversity can be a test of faith. Inaweza kuwa ni kujaribu imani yako. And when you talk about the testing of your faith, Tunapoongelea kujaribu imani, it gives you, or maybe it brings a picture of how you need to be dependent on God inakupatia taswira ya namna unavyotaka kuwa kumtegemea Mungu kila and not wakati, yourself. na sio wewe. Because there is one thing, Maana kuna jambo moja, you might look back at yourself unaweza angalia nyuma and think that you can help yourself. na uweze dhania kwamba unaweza jisaidia. We always say, oh, God help those who help themselves. Kila wakati tunasema Mungu anasaidia wanaojisaidia. God helps. Mungu anasaidia. Look at this. Angalia hii. That is just English. Hiyo ni Kiingereza tu. But I'm looking at this. Na Glina, angalia hii. It has everything to mean. Ina kila kitu kumaanisha. There are some places that you need wisdom to get out. Kuna maeneo unahitaji hekima kuondoka hapo. There are some places Kuna maeneo fulani whereby you need just to take an action ambapo unahitaji tu kuchukua hatua of making a firm decision ya kufanya uamuzi bora, and say, these are my boundaries. na useme hii ni mipaka yangu, I will not go past this. sitaenda zaidi ya hapa. At times, Wakati mwingine it might be that the test of faith inaweza kuwa ni kwamba kujaribiwa kwa imani that comes to your way ambayo inakuja njiani mwako is that like the one for Job. ni kama ile ya Ayubu. God tells the enemy, the Satan, Mungu anamwambia Shetani, go, do whatever you want to do with him, nenda ufanye kila kitu kumuhusu, but don't touch lakini nafsi yake his spirit. usiguze. Then the devil plays like himself. Kisha adui anajipanga vilivyo. He plays like himself. Alicheza kama yeye. Direct translation. He did all the things he did, Alifanya kila kitu alichokifanya, but he still stood.
lakini bado alisimama. He still stood his ground. Alisimama. Look at this. It might be the situation like you are in now. Inaweza kuwa ni kama hali ambayo uko ndani The sasa. test of faith must Ile be, kujaribiwa kwa imani might be inaweza kuwa your adversity right now. shida zako sasa. Test of faith. Kujaribiwa imani. We all face the test of faith. Wote tunakabiliana na kujaribiwa kwa imani. There are situations that comes our way. Hali ambazo zinakuja njiani mwetu. We struggle with them. Tunang'ang'ana nazo. But it's not that God has forgotten about Lakini it, sio kwamba Mungu ametusahau. but he's looking at us, at a person. Ila anaangalia Or mtu. maybe he's trying to look at how he can strengthen you Ama anaangalia namna anavyoweza kutia moyo. to be dependent on him. Kumtegemea. When it gets so hard Inapokuwa gumu zaidi in your life, katika maisha. when it gets so hot in your life, Inapokuwa when moto. things are like they are not adding up, Labda mambo hayasongi. that is when God is acting. Hapo hivyo ndio Mungu anatenda That kazi. is when God is with you Ndipo Mungu sasa yuko na wewe more zaidi than you expect. ulivyotarajia. Sometimes whenever I pass through some situations, Wakati mwingine napitia hali fulani. when I pass, Napopitia, I always find myself laughing or maybe just happy in my spirit, ninajipata tunacheka ama nimefurahia tu katika nafsi. because I know Maana najua at the end of the tunnel, mwisho wa tanuru I will see him. nitaweza kumuona. When the going gets tough, Wakati kuendelea kunapokuwa at kugumu the end of the tunnel, na mwisho wa you will njia meet with the one who was holding your hand. unakutana na ile ambaye alikuwa anashikilia njia yako. You might walk a long way, Unaweza tembea njia mrefu, but the only footstep is only one footstep. lakini hatua pekee tu ni moja. And you wonder, Na if unashangaa, I am with God, ikiwa niko na Mungu, where is his footstep kwa hivyo hatua zake ziko on wapi my side? upande wangu? And you realize Na unatambua it was not you walking, haikuwa wewe it was kutembea, him walking, alikuwa yeye but you anatembea, were being carried. lakini ulikuwa He umebebwa, was carrying you. alikubeba. So the footstep are one. Kwa hivyo hatua ni hizo moja tu, The footstep is only one. hatua ni hizo moja tu. Number two, Ya pili, the adversity shida that you might be facing unayeweza kukabiliana nayo might be God's purpose. inaweza kuwa ni kusudi la Mungu, Might be God's purpose. inaweza kuwa ni kusudi la Mungu. When we talk about God's purpose, Unapoongelea kusudi la Mungu, we are looking at some kind of people who are victims of God's purpose. tunaangalia watu ambao walikuwa waathiriwa wa makusudi ya Mungu. I mean, Judas had to do whatever he did for Yuda our redemption. alifanya kila kitu kwa sababu ya ukombozi. He had to do what he did Alibidi afanye kila ambacho alifanya because of our redemption. kwa sababu ya ukombozi. Victims of God's purpose. Ile waathiriwa wa makusudi ya Mungu. So it might be God's purpose. Inaweza kuwa ni kusudi la Mungu. And many passages highlight God's purpose in allowing adversity in our lives. Now We realize that God sometimes allows adversities tunakumbuka kwamba Mungu kila wakati anaruhusu hizo shida for shaping our character kuweza kutengeneza tabia zetu and promoting our growth na pia kuinua kukua kwetu and revealing his faithfulness. na kudhihirisha uaminifu wake. Things happen, Mambo hutokea and there are things that God allows them to na happen. kuna vitu ambazo Mungu anaruhusu That is the zitokee. reason why whatever you are passing through Kwa sababu kila ambacho napitia never got God by surprise. haikumpata Mungu kwa mshangao. He's not surprised Hajashangazwa that you are vile passing through whatever you are passing kwamba through. unapitia ile ambayo unapitia. He's with you. Yeye yuko na wewe. He's concerned about it. Ameweza kuwajibika kwa ajili ya hayo. Another thing, Jambo lingine, or number three, jambo la tatu, your adversity might be finding the strength shida yako huenda ikawa ni kupata nguvu. finding the strength in God. Kupata nguvu katika Bwana. Finding the strength. Kupata nguvu katika Bwana. James 1:2-4. Yakobo 1 James chapter 1. Yakobo 1. My brethren, count it all joy when you fall into various trials, Wapendwa wangu, mkaweze kuhesabu yote kuwa baraka wakati unapitia katika majaribu. knowing that the testing of your faith
produces patience. Ukijua kwamba kujaribiwa kwa imani yenu huzaa uvumilivu. The testing of your faith produces patience, but let the patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Zaburi na iwe na kazi kamilifu, mpate kuwa wakamilifu na watimilifu bila kupungukiwa na neno. Knowing that the testing of your faith produces patience. Ukifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi. The testing of your faith. Kujaribiwa kwa imani. So, it might be you're looking for the strength. The adversity might be you're looking for the strength. Shida huenda ikawa ni kwamba unatafuta nguvu. But you're facing trials at the same time. Lakini unakabiliana na majaribio wakati. You must learn to rejoice during the trials. Ujifunze kusherehekea na kufurahia wakati wa mateso. When you are facing trials, unapokabiliana na mateso, learn to rejoice in the Lord. Jifunze kusherehekea katika Bwana. Because perseverance grows. Patience comes in. Maana wakati uvumilivu unapokuwa basi you stand where other people cannot stand. Utasimama mahali ambapo watu wengine hawataweza kusimama. Where other people choose to run away, you can stand. Wa mahali wengine wanaamua kutoroka, wewe utasimama. Because of the strength of God. Kwa sababu ya nguvu ya Mungu juu yako. You are graced to prevail. Umepewa neema ya kushinda. Graced to prevail. Umenemeshwa kushinda. May this be your portion in the name of Jesus. Iwe sehemu yako kwa jina la Yesu. As much as you leave this place today, unapoondoka mahali hapa leo, when you go back home, ukirudi nyumbani, no matter what you meet on your way, no matter what you meet there, wala kile utapata, you are graced to prevail. Una neema ya kushinda. I want to talk to you that whatever people said against you, nataka niongee kwako ya kwamba mambo watu walisema kinyume nawe, will come to pass. Itatimia. I came to let you know, nimekuja kujulisha, you are graced to prevail. Una neema ya kushinda. There is no curse without a cause. Hakuna laana pasipo sababu. There is no curse that can stand you. Hakuna laana itasimama kinyume nawe. Am I talking to somebody? Tunaongea na mtu. You are graced to prevail. Una neema ya kushinda. They might say whatever they want to say. Watasema kila kitu wanataka. They might say you cannot make it in life. Waseme hautaweza katika maisha. You are finished. Umemalizwa. Everything is over with you. Kila kitu kimekwisha kwa. But thank God it is true, it is over with them. Shukuru Mungu ya kwamba imekwisha kwa. But you are beginning with God. Lakini unaanza na You are beginning with strength of God. Unaanza na nguvu za Mungu. It is never again you. Sio wewe tena. It is God now taking over. Ni Mungu anachukua ushukani. Thank God that they said it. Shukuru Bwana walisema haya. You are graced to prevail. Una neema ya kushinda. Grace. Neema is that power that you've given. Ni uwezo ambao umepewa. It is not what you deserve. Sio kila ambacho unahitaji. But what you have been given. Lakini kila ambacho umepewa. And prevailing means. Na kushinda inamaanisha. You know, those things that seem to be heavy, great, vitu ambazo zinaonekana kuwa zito na kinyume nao, you are able to pass through like nothing. Unaweza kuzipita bila pingamizi. Nothing. They put some traps there. Waliweka mitego pale. You come and pass. Unapita tu. Hata zingine zinawashika wenyewe. They dig holes for you. Wanachimba mashimo kwa ajili yako. To fall into them. Uingie ndani. You find them there telling you, help me out. Unawapata ndani wanakuambia tusaidie tutoke. That is our God. Huyo ndio Mungu wetu. Wanakuchimbia mashimo wanaingia wenyewe. Na wanakuomba msaada uwatoe. Chukua kamba, vuta hao nje, waendelee kuchimba zingine. Am I talking to somebody in the house? Naongea na mtu kwenye nyumba. Wanaweka mitego. Niliona mitego kingine kamewekwa hizi nguruwe za msituni. Mtu akatega nguruwe ya msituni. Nguruwe ikakuja ikakula chakula mpaka ikalamba sahani. Mtego ikateguka ikaenda. Yaani ililamba nikasikia vibaya sana. Ililamba sahani. Yaani kama mimi nilikuwa nimetega. Nguruwe ya msitu. Mtu ametega hii nyama na amekaa mahali anangojea ishikwe. Ilikuja ikakula chakula yote ilikuwa imewekwa hapo. Chakula it was meant to be a trap. Yeah? Lakini ikakula ikamaliza hata ikabelch. Na ikaenda. Yeah?
That is you I'm talking about. Huyo ndio wetu tunaongelea hapa sasa. They will lay traps. Wataweka mitego. Hazitakupata. Kabisa. You are graced to prevail. Una neema ya kushinda. Watachimba mashimo, wataingia wenyewe. You are graced. Una neema. God is taking you to higher heights. Mungu anakupeleka viwango vya juu. I'm seeing God taking you to higher heights. Naona Mungu akikupeleka juu. Higher heights. Viwango vya juu. When we sing here, hakuna silaha. Tunapoimba hapa hakuna silaha. It is not just a song. Sio wimbo tu. Ni ukweli wa mama. Don't sing it na bolgam yako. Silaha. We. It is prophetic. Ni kinabii. There is nothing. Hakuna lolote. Nothing at all. Hakuna kabisa. Wanakufunika na sufuria. Wanakuona umetokea huko naenda ndio ule wewe. Wanafungua sufuria wanashangaa. Tulifunikia nani hapa? Wanakuzika mchana. Lakini wanapata umeshachomokea, umefufuka. Unasonga mbele ukienda. That is God. Huyo ni Mungu. Am I talking to somebody in the house? Tunaongea na mtu kwenye nyumba. That is. Huyo ni nani? That is God. Huyo ni Mungu. And that is the God we are serving. Na ndio Mungu So there are some tunamtumikia. things we don't take them lightly. Kuna vitu havichukui rahisi. We don't take them lightly. Hatuvichukuli We kirahisi. take them with a lot of seriousness Tunavichukulia kwa makini that sana. it deserves. Ya ambayo inahitaji. Very serious. Kwa makini sana. Spiritual wickedness is real. Uovu ya giza ni halisi. Spiritual wickedness. Uovu wa kiroho ni halisi. It is there. Ipo. But you shall prevail. Lakini tutashinda. You don't need to worry about anything. Hauhitaji kuwa na shaka Because the one that is with you yule ambaye yuko pamoja is nawe greater than that thing. ni mkuu kuliko hiyo kitu. Yani ati wewe leo atukikufa is a gain. If I die, it is a. Nikikufa, if I live, nikiishi, is Christ. Ni Kristo. Sasa ni nini tunasumbukana? Are we together somebody? So that means it is him to decide. Ni yeye kuamua. Whether he wants to leave me with me there or here. Anataka niwache huko ama hapa. Anataka tuishi naye huko ama hapa. Are we together somebody? Tuko pamoja na mtu. Walk with this confidence. Tembea na ujasiri huu. Ni yeye ndo ataamua kama nataka kuishi na mimi huko ama hapa. Are we together? Tuko pamoja? But don't look at whatever the enemy might do to your life. Lakini usiangalie kile ambacho adui anaweza fanya kwako. There is nothing they can do. Hakuna lolote because they never called you. Hawakukuita. It is God who called you. Ni Mungu aliyekuita. Stand on your feet. Simama kwa miguu yako sasa. Stand on your feet. Tusimame.